Haleluya. Jina naitwa Saleh Ezekiel Ngoboko, Abineri Ezekiel Ngoboko, na wakaribisha tena kipindi hiki mwendelezo wa somo. Je, Mungu ni nafsi tatu au nafsi moja? Basi mshukuru Mungu Baba na kushukuru kwa kipindi hiki. Asante kwa kuniongoza tena. Niwakaribisha watumishi wako tujumuike pamoja, tushirikishane neno hili ambalo linatoka kwako kwa ujumbe huu, kwa kuwa tunaona kwamba wewe ni Mungu peke yake, Mungu ambaye hujagawanyika. Asante Mungu na kushukuru kwa Roho yako Mtakatifu, katika jina lako Mwokozi wetu naomba na kushukuru. Amen. Karibuni wana wa Mungu. Tangulizi. Kitabu cha Wakorintho ya kwanza 2:10-13. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Nayo twanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni. Bwana apewe sifa. Basi tutaanza na utangulizi wa kitabu chetu cha Mwanzo sura ya kwanza, mstari wa kwanza na pili. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Hapo bado tunaendelea kuona kwamba umoja wa Mungu hajagawanyika. Lakini tuangalie kwamba tumejifunza hatua ya kwanza na hatua ya pili. Bado tulikuwa tunaona kwamba Mungu ni nafsi moja. Sasa tuangalie mwanadamu alipoanguka, yani wana wa Israeli alipoanguka wakaliacha agano. Jifunza katika awamu ya pili ya kwamba waliloga, wakapitisha watoto wao katika moto na mambo kadha wa kadha ambayo yalimchukiza Mungu. Sasa baada ya kulivunja ile agano, katika kitabu cha Yeremia sura ya 31 mstari wa 31, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano agano nililofanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambao agano langu hilo walivunja, ingawa nalikome kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakalofanya nyumba ya Israeli baada ya siku hizi, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Hilo ni agano ambalo Mungu ananena. Lakini tuangalie kwamba ni nani aliyenena. Petro ya kwanza mstari wa kwanza na Petro ya kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 na 11. Katika habari za wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza ambao walitabiri habari za neema itakayowafikiria ninyi. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakaokuwako baada ya hayo. Kumbuka, Roho wa Kristo alikuwa ndani ya manabii. Kwa maana Roho Mtakatifu alikuwa ndani ya manabii, akanena, yani kwamba anajitabilia kwamba itakuwa hivi na hivi. Kwa Isaya sura 53 mstari wa kwanza hadi wa 12, ukisoma pale utaangalia mateso, namna gani Yesu atapata mateso. Alijinenea. Bwana apewe sifa. Alijinenea, sio mimi, ni maandiko yanavyosema hivyo. Maana tunatafuta, je, kuna utatu wa Mungu? Utatu wa Mungu ni nafsi tatu au ni nafsi moja, ila jina lenye fahari na la utisho? Mungu atusaidie. Hebu tuangalie sasa katika huu nabii ambao ulitangulia kusemwa na nabii Isaya sura ya 7 mstari wa 14. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamuita jina lake Emanueli, yani Mungu yu pamoja nasi. Isaya aliendelea kusema katika sura 9:6, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Yani Mungu anajitabilia ya kwamba bado atajidhihirisha kwamba yeye ni mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Bwana apewe sifa. Kwa maana hiyo Mathayo sura ya kwanza 23, malaika anaeleza, tazama bikira atachukua mimba na atazaa mwana, nao atamuita jina lake Emanueli, yani Mungu pamoja nasi. Hapo tunaona sasa katika kitabu cha
hiki cha mwanzo, ambapo sasa hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sasa ukienda katika rejea, unaenda katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza na watatu. Hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno kulikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kumbuka tunajumuisha hii story ambayo inaeleza katika kitabu cha Yohana ya kwanza sura ya 5 na mstari wa 8 kwamba kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Sasa tunaona ya kwamba kumbe Mungu alipokuwa akinena na manabii alikuwa na nena kwamba yatakayotokea hapo baadaye, na kwa sababu ni neno la kiroho, hivyo ni kama fumbo. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi baada ya pale Biblia inaendelea kusema katika Wakorintho ya kwanza 16. Wakorintho ya kwanza Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 15 na wa 17. Naye ni mfano wa Mungu asionekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au shetani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye. Huyo Mungu. Yohana ya kwanza na sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili. Lile lilokuwako tangu mwanzo, tulilosikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa, kwa habari ya neno la uzima. Neno la uzima. Kumbuka Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Kwa neno la uzima. Na uzima huu ulithihirika, nasi tumeuona tena twashuhudia na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba, ukadhihirika kwetu. Uliokuwa kwa Baba. Kumbuka Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Ufunuo sura ya 19, 13 na 13 anasema, naye amevikwa vazi lililochovya katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Neno la Mungu. Kumbuka tumejifunza ya kwamba Mungu ndiyo roho, Bwana ndiyo roho. Kwa hiyo ni neno au ni jina ambalo ni jina moja, kama vile ambavyo mwandishi huyu wa kitabu cha Isaya sura 63:16 anasema, maana wewe ndiye baba yetu, ijapokuwa Ibrahimu hatujui wala Israeli hatukiri. Wewe Bwana ndiye baba yetu, mkombozi wetu tangu milele, ndilo jina lako. Niwakumbusha Zaburi 138 mstari wa 2. Nitalisujudia nikilikabili hekalu lako takatifu. Nitashukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo tunaona sasa kwamba ujio wa Mungu alijidhihirisha kama mwanadamu, akajidhihirisha kama mwanadamu, lakini alikuwa Mungu kamili. Mwanzo alijidhihirisha kama kijiti kilichokuwa kiwaka moto katika mlima Sinai, na kile kijiti hakikuweza kuungua, na Musa alisema naye na akajitambulisha kwamba yeye niko ambaye niko. Lakini tujitambulisha kwamba Yesu pia alikuja kuambia Wayahudi kwamba mimi nilikuweko au mimi niko hata kabla ya baba yenu Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie kitabu cha Filipi sura ya 2 mstari wa 6. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya utumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Kumbuka sentensi hizi zinaporudiwa katika jina. Kwa mfano, Mungu ameanza kusema habari za Yesu, lakini anaenda kumalizia habari za Mungu. Kumbuka hilo ni jina moja, hakuna majina mawili, jina moja. Inategemea kwamba Mungu alijifunua namna gani kwa kipindi kile kipi. Ndio maana Mungu alipojifunua kama Yesu, hakuna namna yote mwanadamu
atakavyoweza kuokoka isipokuwa katika jina la Yesu. Na kwa sababu hiyo Yesu alitoa uhai, alitoa pumzi yake, alitoa nafsi yake, alitoa roho yake, damu yake. Hivyo hakuna namna yoyote ya uzima isipokuwa katika damu ya Mungu mwenyewe, uhai wa Mungu mwenyewe, roho ya Mungu mwenyewe, pumzi ya Mungu mwenyewe. Bwana apewe sifa. Ni mambo ya kiroho. Maana Isaya 45:21 mpaka 23 sema, hubirini, toeni habari, naam wafanye mashauri pamoja. Ni nani alionyesha haya tangu zamani za kale? Ni nani aliyehubiri hapo zamani? Si mimi Bwana? Wala hapana Mungu zaidi ya mimi. Hapo unaweza kuona tofauti. Kumbe Bwana ndio roho na Mungu ndio roho. Nasema si mimi Bwana, wala hapana Mungu zaidi ya mimi. Mungu mwenye haki, Mwokozi manake Yesu. Hapana mwingine zaidi ya mimi. Niangalieni mimi mkaokolewe, enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Hapo ametumia amesema Bwana, ametumia Mungu, ametumia Mwokozi. Ni jina moja katika ulimwengu wa roho, ni nafsi moja. Ndipo katika mstari wa 23 Isaya 45:23, kwa nafsi yangu nimeapa neno hili, limetoka kinywani mwangu katika haki, wala halitarudi ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa, kila ulimi utaapa. Ambapo pia Yesu anakuja kuambia Warumi 14:11, kwa kuwa imeandikwa, kama niishivyo anena Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu na kila ulimi utamkiri Mungu. Anatumia Mungu. Lakini ukienda kurejea katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 10-11 anasema ili kwa jina la Yesu. Hapa anatumia jina la Yesu, hapa alitumia jina la Bwana, akatumia jina la Mungu. Lakini Paulo kwa Wafilipi anaambia ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Sasa kufanywa au kutajwa majina au jina hili kwa tofauti, mtu anaona kwamba ni majina tofauti. Kumbe ni jina moja lenye fahari na la utisho. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Hebu tumwangalie mtumishi wa Mungu Paulo alivyoweza kutumia majina haya, au alipoweza kutumia jina hili la utisho, la fahari. Wakorintho ya kwanza sura ya 12 mstari wa 4 hadi wa 6 anasema, basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kumbuka Bwana ni Roho. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Haleluya. Kumbuka kitabu cha Zaburi 100 sura ya 3, kitabu Zaburi 100 mstari wa 3, jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake na tu watu wake na kuondoa malisho yake. Kumbuka anapotaja Bwana, Bwana ndiye Mungu. Na pia anapotaja Mungu, Mungu ndiyo Roho. Yohana 4:24, Wakorintho ya 2:3-17 anasema basi Bwana ndiye Roho. Kwa hiyo Bwana ni Roho na Mungu ni Roho. Kwa hiyo hata tunaposoma hapa tunaona kama Paulo sasa anatumia kutumia neno hilo moja au jina moja, japokuwa kwa kutamka tofauti. Wakorintho ya kwanza sura ya 12 mstari wa 11 anasema lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Mstari huu anatumia kwa Warumi sura 12 mstari wa 3 anasema, kwa maana kwa neema niliopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita alivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi kama Mungu. Pale ametumia Roho huyo mmoja. Hapa anasema kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Mstari huo alipofika kwa Efeso sura 4 mstari wa 7 asema
lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Mstari huo alipofika kwa Korintho ya kwanza 7:7, ila nipendalo ni kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo, lakini kila mtu ana karama yake mwenyewe itokayo kwa Mungu, huyu hivi na huyu hivi. Hivyo katika taratibu mbalimbali au nyakati mbalimbali, Paulo anatumia neno moja lakini akitaja kwa jina lingine. Yaani kwa mfano kama hivi, lakini kazi hizi zote huzitumia Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake. Alipofika kwa Warumi anatumia Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Alipofika kwa Efeso akatumia Kristo, kwamba lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Hivyo tunarudi kwamba hili ni jina moja, kama vile ambavyo tumetangulia kusoma, na katika Zekaria 14:9 sema, naye Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote, siku hiyo Bwana atakuwa mmoja na jina lake moja. Rejea Efeso sura ya 4 mstari wa 5 na 6. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Tumeona Paulo ametumia vizuri, lakini tuangalie pia kwamba imani juu ya Mungu mmoja. Katika kitabu cha Yakobo sura ya 2:19, wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema, mashetani nao waamini na kutetemeka. Wanaamini hivyo kwamba Mungu mmoja. Ukirejea unaenda katika kitabu cha Mathayo sura 5 mstari wa 7, kwamba pale kulikuwa na mtu mmoja katika nchi ya Galesi ambaye alikuwa na pepo. Sasa alipomwona Yesu asema, akapiga kelele kwa sauti kuu akisema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu, na kuapishwa kwa Mungu usinitese. Sasa Ibilisi na ametumia jina la Yesu, ametumia jina la Mungu mwana wa Mungu, ametumia pia Mungu. Sasa yawezekana mtu asielewe, lakini bado nasema kwamba hili ni jina la utisho, jina la Mungu, ila ametegemea kwamba amejifunua kwa namna gani. Mwaka kwamba Mungu alijifunua kwa Musa, akajitambulisha kama kijiti cha moto kichukua kiwaka, kwamba niko ambaye niko Yehova. Lakini anapokuja kujitambulisha kwetu kama unabii ambao kwamba ataitwa jina lake Emmanuel, yani Yesu, kwamba Mwokozi. Sasa Mwokozi ni kwamba ni jina lenye utisho, lenye nguvu, lenye mamlaka. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona Petro ametumia vizuri, Paulo ametumia vizuri namna ambavyo ameweza kutuelezea. Lakini pia ukisoma katika Warumi sura 9 mstari wa 5, Yesu anawaambia Wayahudi ambao babu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Ayubu 23:13 anasema, lakini yeye ni mmoja, ni nani awezaye kumgeuza? Tena nafsi yake alitakalo ndilo afanyalo. Bwana asifiwe sana. Tuangalie habari nyingine ambayo inadhihirisha juu ya Roho Mtakatifu. Kitabu cha Isaya 63:10, lakini walikaasi wakamhuzunisha Roho yake Mtakatifu, kwa hiyo akawageukia, akawa adui, akapigana nao. Matendo 7:51, enyi wenye shingo ngumu, msiotahiriwa mioyo wala masikio siku zote, mnampinga Roho Mtakatifu, kama baba zenu mlivyofanya, na ninyi vivyo hivyo. Hapo tunaona Roho Mtakatifu ni mmoja, Mungu mmoja, Bwana ni mmoja. Kwa hiyo bado tuna nafsi moja, hatujapata nafsi zaidi ya mbili. Mungu atusaidie
tuangalie tena awamu nyingine. Hiyo ndio inawezekana tuenda kuimaliza yote na tupate majibu pia kwamba sasa pale Mungu alipokuwa akiumba akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hapo tutaenda kuangalia, lakini pia pale kwamba Mwanzo 11:7 haya ndushuke huko tukawachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Tutaangalia walikuwa na maana gani katika hizo semi ambazo zinaonyesha ni wingi. Mungu atusaidie. Baba, nakushukuru kwa ajili ya watumishi wako hawa. Tuendelee kwa pamoja, kwa kuwa somo hili ni refu kidogo na linahitaji kukaa na kutulia ili pia kuelewa na tujue kitu gani tunachoabudu. Bwana wangu, asante kwa kuwa katika yote wewe unajidhihirisha ili uliokusudia utupate kutuponya, katika jina lako Mwokozi wetu. Amen. Karibuni tena wana Mungu kwa kipindi kingine. Mungu alibariki jina lake.